Mji wa matarajio sura ya pili. Tangu shangazi Dina aingia kwenye boma la Bi Makali, maisha ya Herina yalitoa sura mpya. Ule uchangamfu wake wa kila mara, ile hamu yake ya kuamka asubuhi kufanya mazoezi kabla ya kutayarisha kiamsha kinywa, zile ibada alizokuwa akihudhuria kwenye mtandao kila alfajiri, ile desturi yake ya kualika marika zake kujadiliana kuhusu mambo mbalimbali, vyote vilianza kupungua na hatimaye kuisha. Ila ibada ya kila alfajiri ndiyo iliyobaki. Mama yake aliyaona mabadiliko haya. Alijilaani kwa kukosa uwezo wa kumwokoa mwanawe. Alishangaa kwa nini mume wake hakuwa amempigia simu kuhusu jambo zito kama hili. Mumewe alikuwa amemwambia kwamba angejifunga masombo kwenye vibarua vyake vya mjengo kuhakikisha kwamba wanawe wote, hata huyo binti yake, wamesoma hadi watakapotaka. Mabadiliko haya ya nia yalimshangaza sana Bi Makali. Alitamani kuzungumza na mumewe. Isingalikuwa hiyo shida ya huduma ya mtandao, angalikuwa amempigia mume wake simu. Hata hivyo, huko alikokwenda mumewe kwa shughuli za ujenzi kulikuwa na tatizo la mawasiliano. Siku ambapo babake Herina alihitaji kumjulia hali mkewe, ilimbidi kutafuta mahali hata juu ya jabali, ambapo mawimbi ya sauti yangemwezesha kumfikia mkewe. Majuma mawili yaliyopita baada ya mazungumzo ya Bi Makali na Dina, kwa Bi Makali, majuma haya yalikuwa kama karne moja ya dhiki na mashaka. Katika majuma hayo, Bi Makali alikuwa amekonda, nusura kubakia mifupa. Majirani waliyaona mabadiliko haya na kupigwa na butwaa. Hawakujua kilichokuwa kikimkosesha furaha mja huyu. Hakika, jambo usilolijua ni usiku wa giza. Hata hivyo, hakuna aliyeupiga moyo konde kumuuliza Bi Makali. Walijiambia kuwa moyo wa binadamu huhifadhi mengi ya heri na ya shari. Waliomba kuwa yale ambayo Bi Makali alikuwa akiyahifadhi moyoni yawe ya heri. Herina aliyaona mabadiliko katika maisha ya mama yake. Alimwonea huruma mama yake akilini. Alijua kwamba hakuwa na njia ya kumwepushia mama yake bilauri hii ya shubiri. Tangu shangazi yake aingie kiamboni mwao, mambo yalivurugika. Yale mazoea yake ya kuzungumza na kushauriana na mama yake kuhusu mambo anuwai yalipungua na kutishia kutoweka. Yamkini kilichobaki ni yale mamkuzi ya maagano ya majira mbalimbali ya siku, na pengine kauli moja au mbili za heri. Mama mtu alipiga dua kila siku kwamba huyo Dina asirudi hapo kumchukua mwanawe. Alitamani chifu wao apate ndege mmoja amwambie siri yake na Dina. Alitamani Herina mwenyewe apate ujasiri wa kuishtakia hali yake kwa chifu au mwalimu mkuu wa shule yake ya msingi. Aliwaza kwamba pengine hata huyo Herina alikuwa amewaambia ndugu zake huko chuoni kuhusu masaibu yake. Alitaka kumuuliza Herina haya yote, lakini uso wa Herina, kama alivyowaza mama huyu, ulikuwa umejiandika, usiniulize ninalowazia. Herina aligojea siku ifike, japo alijua kwamba mama yake aliona giza mbele ya maisha yake. Herina alikuwa amekata shauri kukibadilisha kiza hicho kuwa nuru. Kila asubuhi Herina alizoea kukaa kwenye kimeza chake cha kusomea ambacho kilikuwa karibu na kidirisha cha jumba chake kidogo. Kando ya kimeza hicho palikuwa na kikabati. Humo alikuwa amehifadhi vitabu vya kila aina, si vya hadithi, si vya mashairi, si vya masuala ya mazingira na maliasili. Kila mara alipovitazama vitabu hivi, machozi yalimtiririka. Aliona elimu yake kama iliyoanza kuzikwa katika kaburi la sahau. Alikuwa amejiambia kwamba angebeba baadhi ya vitabu hivi katika safari yake. Hata hivyo, hakuwa na hakika kwamba angepata muda wa kutosha wa kuvisoma. Alilojua ni kwamba hakuna binadamu, awe duniani au ahera, ambaye angeweza kumtenganisha na elimu yake. Akiwa pale chumbani mwake, alikuwa akiwatazama watoto wakielekea kwenye shule za msingi. Alijua kuwa hata wao
walikuwa na matumaini ya kujiendeleza katika elimu na kuwa waja wa kutegemewa kama mwenyewe alivyoazimia. Alipowatizama, aliwaona wakipiga soga kwa furaha na bashasha. Alijua kwamba walikuwa wakijadiliana kuhusu ndoto zao katika maisha. Ndivyo yeye na wenzake walivyokuwa wakifanya siku zote walipokuwa wakitoka au kuelekea shuleni. Alipozidi kuwatizama, aliwahusudu. Yeye hakuwaonea kijicho. Hapana, aliwaona kama waliobahatika kuwa salama. Hata hivyo, alijiambia kwamba wakati wa kusema haya ungefika. Pamoja na haya, Herina hakuacha kuwa na wasiwasi. Maini yalimkataza zaidi alipoitazama barua ya mwaliko ambayo alikuwa ameihifadhi kwenye bahasha ya hudhurungi. Mwezi mmoja ulikuwa umesalia kabla ya tarehe aliyokuwa ameagizwa kujiunga na shule ya upili ya Kileleni. Herina alikuwa ameambiwa na mama yake kwamba baba yake angemtayarisha kwa minajili ya kujiunga na shule. Hakuelewa vipi mtu ambaye alikuwa ameahidi kujitayarisha kumpeleka binti yake wa pekee katika shule ya upili angebadilika haraka kiasi hicho. Tangu hapo aliujua msimamo wa baba yake. Hakuwa kinyonga. Herina alipowaza haya yote, aliingiwa na wasiwasi zaidi. Alifahamu fika kwamba karibuni wenzake wangeanza kujiunga na shule za upili. Alijua kwamba mwalimu wake wangeanza kuuliza kwa nini yeye hajaenda shuleni. Akilini alimuona mama yake akiwaambia kuwa hawakuwa na hela za kutosha kulipia huduma ya malazi katika shule ya mabweni. Humo akilini aliwaona walimu wake wakijitolea kuilipa huduma hiyo. Siku zilijikokota mithili ya kobe. Si kwamba Herina alitamani siku zisonge kwa haraka. Hakika angependelea siku ziende kinyume ili siku ya kuondoka nyumbani bila tumaini la marejeo isidiriki kufika. Hata hivyo, alijiaminisha kwamba alitaka siku zisonge ili aone hatima ya safari yake. Alichotaka Herini ni kuona mwisho wa uamuzi huu wa shangazi yake. Juma moja zaidi lilipita. Hakumuona shangazi. Sasa aliweza kuhesabu siku zilizobaki kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Kileleni. Marafiki zake walikuwa wamekuja kumtembelea walipoona kwamba ameacha ile desturi yake ya kutangamana nao katika michezo. Waliona mabadiliko makubwa katika hulka ya Herina. Walijaribu kumuuliza kiini cha mabadiliko yake, lakini Helini alitabasamu tu na kuambia kuwa pengine ugeni wa shule ambayo alitarajia kujiunga nayo ulimtia kiwewe na kumkosesha hamu ya chakula. Asubuhi moja, Bi Makali aliingia chumbani mwa Herina na kumkuta ameshika barua ya mwaliko kutoka shule ya upili ya Kileleni. Mshale wa huruma ulimfuma. Alijiona kama dalali aliyempiga bei mwanawe mnandani. Alitaka kumuuliza Herina kiini cha kuishika barua hiyo, lakini akashindwa. Uso una haya eti. Herini aliyasoma mawazo ya mama yake. Moyo ulimsukuma kumuuliza sababu ya kuingia chumbani mwake. Hata hivyo, akili yake ilimwambia asimhuzunishe mama yake zaidi. Si kwamba Herini alikerwa na kuja kwa mama yake chumbani mwake. Hakika haikuwa ibra kwa mama huyo kuingia chumbani mwa mwanawe. Hapo ndipo wawili hawa walizoea kukaa wakati Herina alikuwa akifanya mazoezi mbalimbali ya shuleni. Mama mtu alikuwa akimsaidia kwa mengine, japo kwa kweli kiwango chake cha elimu kilikuwa cha chini. Alijitahidi kadri ya uwezo wake. Baada ya kinyang'anyiro kikali cha mawazo, Bi Makali alipata ujasiri wa kuzungumza na mwanawe. Mwanangu, hali yako inanitia wahaka mkuu. Unajifungia chumbani humu kila siku, isipokuwa mara moja unapotoka kunyoosha miguu. Kila mara na kuona unajiaminia na kujishika tama. Kila mara na kuona unajiinamia na kushika tama. Unanihukumu mwanangu, unanikata maini, alisema Bi Makali. Herina
alikunja barua aliyokuwa ameshika mikononi na kuiweka kando. Aliinuka kwenye kimeza chake cha kusomea na kumkimbilia mama yake. Wawili hawa walikumbatiana, kila mmoja akilia kimya kimya. Mama, alisema Herina baada ya kipindi kirefu cha kilio cha kekevu. Sikuhukumu hata kidogo. Sikuhukumu humu duniani wala ahera. Huenda unaniona kwamba uamuzi wako utanidhuru. Hata hivyo, fahamu kwamba kosa hili si lako, ni kosa la umaskini. Kumbuka ulivyoniambia siku moja, alisema Herina, kisha akasita ghafla kana kwamba anataka mama yake amkanilishie kauli. Nilikwambia nini? Bi Makali aliuliza. Kwamba dola mnyonge haliendi joshi na ng'ombe wa maskini hazaipacha. Shangazi alikuja huku kwetu kwa vile alijua kuwa sisi ni wahitaji. Hakwenda kwa mjomba mbali wala kwa wengine. Watoto wao hawana haja ya kutumikishwa ili kusaidia kujikimu, alisema Herina, kisha akasita tena. Akaona akujie wewe mwanangu? Bi Malkia akauliza. Mama, hakuna mwingine. Akina kaka wamejiendea zao chuoni. Shangazi Dina ataogopa kuwakabili, alisema Herina. La Herina, Bi Makali alipinga kwa sauti ya radi ambayo ilimshtua Herina. Alisita kidogo kisha akaendelea. Sitakubali kukutumia kama mtaji. Mimi mwenyewe nimekataa shauri kwamba mimi ndimi nitakayeandamana na shangazi yako. Nitaifanya kazi atakayo. Ikiwa anaona vigumu kunipeleka kwa huyo rafiki yake kwa sababu ya utu uzima wangu, basi tu sijatumia vihela vidogo alivyoniachia, nitamrejeshea. Herina alimwambia mama yake. Mama, hamna haja ya kuyarudia haya. Mimi binafsi nilikubaliana na shangazi japo shingo upande. Huu ni mzigo wangu, nitaubeba. Ila nataka nikuhakikishie kwamba siku moja mambo yatakuwa shwari. Haidhuru itachukua muda gani. Kimya cha karibu kilitanda baada ya kauli hii. Bi Makali alijihisi kama aliyeshindwa katika mchezo wa mieleka. Alitaka kuipinga kauli ya mwanawe. Hata hivyo, Bi Makali alimjua mwanawe vyema. Hakuwa mtu wa kuyumbayumba. Msimamo wake daima ulikuwa imara. Aliridhia uamuzi wa mwanawe. Juma la wanafunzi kujiunga na shule za upili liliamsha kijiji cha Mwombeni. Aliyekitazama kijiji hiki kwa mbali aliwaona waja waliokuwa na shughuli na heka nyingi. Wapo waliokuwa wanaelekea kwenye masoko ya mifugo, wanaenda kuwauza fahali wao pekee ili wapate cha kuwawezesha kumudu malipo ya shule za upili. Wapo waliomiminika kwenye maduka ya vitabu na sare wakiandamana na watoto wao kuwanunulia kilichohitajika shuleni. Wengine waliandamana na watoto wao kwenye hospitali na vituo vya afya ili kufanyiwa uchunguzi wa kiafya kulingana na masharti ya shule walizokuwa wanajiunga nazo. Alimradi kila familia yenye mtoto aliyekuwa amefanya tathmini ya mwisho wa shule ya msingi alikuwa na cha kufanya. Wanafunzi wenyewe walipigiana simu, wengine walipiga soga kupitia WhatsApp na kufahamishana hatua zao katika kujitayarisha kwa awamu nyingine katika elimu yao. Wengine walipigwa picha wakiwa na wazazi au walezi wao katika maeneo mbalimbali walikoenda kununua vitu na kupata huduma mbalimbali. Walitarajia kuwaonyesha wenzao picha hizo watakapokutana. Wengine hata walitaka kuzituma kwenye kumbi zao za WhatsApp, lakini walichelea. Wakati haya yote yakitendeka, familia ya Herina ilikuwa imejinamia kwa jitimai. Herina hakuwa anachokuambia wenzake licha ya juhudi zao za kutaka kujua alichokuwa anaazimia kufanya. Wakati mwingine alitamani kuambia kwamba hata yeye alikuwa amejitayarisha. Aliwazia kujipiga picha mwenyewe akiwa kwenye lango la duka la sare na kuwatumia wenzake. Lakini Herina hakuwa na moyo wa ulaghai. Daima alifunza nafsi yake kusema ukweli.
Ndugu zake Herina walikuwa wametoka chuoni kuja kumpa mkono wa tahania dada yao kumsindikiza hadi shule. Furaha yao ilitumbukia nyongo walipopata habari kwamba baba yao hakuwa amewasili nyumbani kumtayarisha dada yao. Familia nzima ilishangaa. Baba mtu hakuonekana wala kutuma salamu. Uliobakia moyoni ni ule ujumbe ambao baba alikuwa amempa shangazi. Kulingana na shangazi, baba alikuwa ametoa idhini ya Herina kwenda kufanya kazi mjini. Baba mwenyewe kama alivyodai, shangazi hakuwa na nguvu. Hayawi huwa hatimaye Jumatatu ya wiki ya Herina kujiunga na shule ya upili ya Kileleni iliwadia. Asubuhi ya siku hii, Herina aliamka akiwa na moyo mzito kama nanga. Aliwaza kuhusu elimu yake, aliwaza kuhusu baba yake. Alipowaza kuhusu baba yake, picha ya baba yake ilimganda mawazoni. Hakuamini kwamba baba yake angeiacha nafasi nzuri kama hii kumponyoka. Baba yake alipenda familia yake, aliwapenda watoto wake wote. Herina aliona ajabu kwamba haya yote yangeyeyuka baada ya kufanikiwa kwake. Leo ndio siku ya siku. Wenzangu sasa wameshika njia kwenda kwenye vituo vya mabasi. Wengine wameabiri magari ya wazazi au walezi wao. Wao wameenda kuizima kiu yao ya elimu. Huenda hata rafiki yangu mmoja akapitia hapa kuniaga. Pengine atatarajia kunipata nikiwa nimevaa sare ya shule. Sijui nitamwambia nini. Siwezi kumdanganya kuwa sisi tutajiunga na gredi ya 7 wiki ijayo. Hakuna asiyejua shule ya upili ya Kileleni. Herina alijisemea huku akisimama na kuanza kutembea kuelekea kwenye kile kidirisha cha chumba chake. Herina aliendelea kujisemea, kama shangazi hakutaka kumsaidia baba yangu, kwa nini hakumshauri anipeleke shule ya kutwa? Huko serikali inagharamia karo. Wazee wangu wasingekosa pesa za sare ya masurufu. Hapa pana kitendawili kikubwa sana ambacho kinahitaji kuteguliwa. Kutoka kwenye kidirisha chake, Herina aliwaona majirani wake watatu wakivuta masanduku yenye vigurudumu wakielekea kwenye baraste. Walikuwa wamevaa sare mpya nadhifu. Alitamani angekuwa akiandamana nao. Alijua kwamba japo shule yake huenda ilikuwa bora kuliko za wenzake hawa, hali yao ya maisha ilikuwa bora mara 100 kuliko yake. Alitamani kuwapigia mbenja ili kuwaaga, lakini aliogopa. Hakutaka kuwaletea matatizo wazazi wake. Alitaka haya yote yawe siri hadi litakapofumbuliwa fumbo la shangazi yake. Alitaka kumpa shangazi yake fursa ya kujirekebisha. Magharibi ya Jumatatu hiyo ilifika bila kupata mgeni yeyote. Moyo wa Bi Makali ulianza kutulia. Sasa aliyokuwa amedhamiria yangetendeka. Mwanawe angejiunga na shule kama wenzake. Alikuwa tayari kutumia kidogo alichokuwa nacho kumpeleka mwanawe shuleni. Kiakiba kidogo nilicho nacho kitatosha kumnunulia sare na kumtimizia mahitaji mengine madogo madogo. Baada ya kusajiliwa, mengine yatatengenea tu polepole. Hawakusema wahenga kuwa riziki ya binadamu imo maishani mwake. Nani ajuaye? Pengine huyu baba yake huenda akatoka kwenye hadaki ambamo amefukiwa na wakati. Akija hapa hapata kuwa na Dina wala rafiki yake Dina. Bi Makali alisemea haya huku akiwaigiza kuku wake kwenye kiziba. Usiku huo, mara ya kwanza tangu kuja kwa Dina, nyoyo za Herina na mama yake zilikuwa na nia sawa. Sala zao za jioni zilikuwa sawa, japo kila mmoja aliombea chumbani mwake. Rai yao kwa Mwenyezi Mungu ilifanana kama shilingi kwa ya pili. Wote waliomba kwamba shangazi Dina asirudi hapo kwao. Mwisho wa sura ya 2. Tupatane kwenye video hiyo nyingine kwa sura ya 3.